Anajifanya mwende ya macho ya watu, kumbe nyuma nyoka dunia ina watu waja. The Beat Sounds. Kashawasi mkosea, sifa yake kubwa kuone, anatoa kafara manufaike wao kafala, ana huruma. Niga. Ni wewe mwanangu. Mwanangu umepanda juu msela. Mwanangu hata mimi naona kidogo sasa hivi maisha umenenepa mwanangu. Nikana sasa hivi maisha burudani. Mchai mwago muda umepita msela. Nakubali sana. Wapi kutoka maskuli mwanangu? Kipindi kile na kuingilizia majivu hapo ulipanga jini ya zee mwanangu. Anakumbuka sema kwa jini ya sana. Asema nilifeli mwanangu. Ulifeli tena? Mwanangu acha tu. Wewe niambie mwanangu, hichi kitaa wapi wewe unatulia mwanangu? Hapa hivi maana leo ndo nimekutana na wewe msela wangu afu miaka mingi. Unapoa wapi mwanangu hiyo? Mimi naishi hapa hivi mtaa wa pili kutoka hapa. Yaani hapa tulipo hapo mtaa wa pili hapo chini. Mtaa wa pili wapi hapo? Maana mimi mwenyewe hapa kutoka nyumba ngapi kadhaa tu hapo kwa chini pale hivi. Kwenye kale ka center katikati pale. Nakajua. Unapapata? Pande gani hizo mwanangu wewe? Mimi nimepanga kwa bwana Vitano. Kwa bwana Vitano hapo ndo nimechukua kachumba hapo. Bwana Vitano? Huyu unamjua mimi? Huyo kwani kuna nini? Mwanangu fresh tutaongea. Kuna nini mwanangu? Mwanangu tutachonga. Anajifanya mwende ya macho ya watu, kumbe nyuma nyoka dunia ina watu waja. The Beat Sounds. Kashawasi mkosea, sifa yake kubwa kuone, anatoa kafara manufaike wao kafala, ana huruma kafala, anatoa kafara. Vipi wadau? Naona mwanangu ndo unajiandaa kutoka. Vipi unaelekea wapi? Safi tu mwanangu, ndo nilikuwa natoka maskani naenda hapo hivi fungua ofisi. Unaelewa muda umeenda. Sasa bwana, mimi nimekufuata wewe, kuna jambo kidogo limenistua. Kuna mtu nimekutana naye, yule mtu aga tunafahamiana. Akaniuliza unaishi wapi? Mimi nikamwambia hivi naishi kwa bwana Vitano. Lakini ghafla yule jamaa yani akaonyesha kama kushtuka fulani. Sasa mimi sijaielewa. Hem, niambie unamfahamu vipi huyo bwana Vitano? Mwanangu. Mwanangu unajua nini? Hata tu nikwambie ukweli leo. Baba mwenye nyumba yako ni mchawi. Ni mchawi mwanangu? Unajua nini? Yaani pale kuna wapangaji wameshapotea kwenye mazingira ya kutatanisha sana pale. Na sio hayo tu. Vitano washafanya mambo Bibi mbona sikuelewi? Ongea basi. Mister. Vipi? Ya? Mbona sielewi? Anajifanya mwende ya macho ya watu, kumbe nyuma nyoka dunia ina watu waja. The Beat Sounds. Kashawasi mkosea, sifa yake kubwa kuone, anatoa kafala. Kwa hiyo wewe ndio umekuwa msemaji mkuu wa habari zangu hapa kijijini, si ndio? Mtu anikuja hapa kijijini, wewe ndio unayemwambia habari zangu. Sasa nataka nikuonyeshe mfano wa watu wote kwa wenye akili kama wewe.
ugumu wa maisha na unachanganya, unafanya na kusahau Bwana, unafanya na kusahau Bwana. Walimwengu, 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 anajifanya mbele ya macho ya watu, kumbe nyuma nyoka, dunia ina watu waja. The Big Sounds. Kashawasi mkosea, sifa yake kubwa kuone, anatoa kafara, kafara, mfaike wao, kafara, ana huruma, kafara. Wewe vipi? Mbona unaangalia sana? Unijui? Najua yani. So unajua, so ongea, unasema nini? Kwa sababu umefika hapa baada ya kuingia ndani kwako unaanza kunishangaa hapa. Halo? Odogo sina taarifa naye, lakini nilikuwa naye muda kama dakika 10 zilizopita hivi, nilikuwa naye tu. Kwani kuna nini? Kwa taarifa niliyoipata ni kwamba Odogo amekutwa njiani amekufa. Amefariki? Sasa wewe, kinachokukalisha hapo unaanza kulialia kitu gani? Yule kafa. Machafe. Asa kinachokuuliza kitu gani wewe? Ndugu yako yule? Yule ndugu yako. Imeandikwa kila nafsi itaonja mauti. Asa kinachokuuliza hapo kitu gani wewe? Kama sio ujinga. Acha ujinga. Alafu nikwambie kitu kimoja. Kwenye mji wangu sitaki watu wanyonge. Watu wa kulialia eti kisa misiba. Wote kwani wote kufa wewe? Kulialia tu kijinga hapa. Anajifanya mbele ya macho ya watu, kumbe nyuma nyoka, dunia ina watu waja. The Big Sounds. Kashawasi mkosea, sifa yake kubwa kuone, anatoa kafara, kafara, mfaike wao, kafara. Nimekuita hapa, nataka nikuulize kitu kimoja. Kwa nini unaua watu wasiokuwa na hatia? Kwa nini unashindwa kuua watu ambao tumekuagiza waue na unaua watu wasiokuwa na hatia? Huoni kama uko kinyume na sheria zetu? Sasa basi, na kuonya kwa kitu ulichokifanya. Mara nyingine ukirudia, tutakupa adhabu ambayo kutoka ukamili. Mkuu, kwanza kabisa naomba unisamehe kwa kumuua mtu ambaye hana hatia, lakini mkuu, ilinibidi nifanye hivyo sababu angeniharibia kazi yangu. Kumbuka mkuu, nimeua watu wengi sana, mpangaji wangu, na nakuahidi huyu mtu ninayemhitaji muda si mrefu tamfu. Sawa, na inabidi uharakishe sababu uko nyuma ya muda, yali muda umeshakuacha. Inabidi uharakishe haraka, maana huyu mtu
tunamhitaji kwa haraka iwezekanavyo. Nadhani nimeeleweka. Na kuwa makini sana katika utendaji wa kazi.